Tamu kweli. Kula tena. Nikwambie kitu Sabrina, unajua wewe ni mwanamke mzuri sana, na maisha singenitendea haki kama singenikutanisha na wewe. Kukupata wewe nahisi nimepata kila kitu kwenye maisha yangu. Naomba niruhusu nikupende leo, nikupende kesho, nikupende hata milele. Usijali James, huu ni mwanzo tu. Kiukweli nimevurugwa sana na penzi lako. Maana lipo kama mvinyo, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo linavyozidi kuwa tamu. We kweli. Maneno yako ni mazuri sana kiasi kwamba wanifanya moyo wangu unafarijika. Ninajivunia kuwa na wewe. Naomba usogee mbele yangu nikuahidi kitu kizuri. Sawa? Sogea. Sabrina mpenzi wangu, siku zote naahidi kukupenda, naahidi kukutunza na kukujali. Nilikaa kwa muda mrefu sana nikamwomba Mungu aweze kunipatia mwanamke atakayenifaa. Na leo umekuja mbele yangu, nina kila sababu za kumshukuru Mungu. Ninakuahidi kukupenda na kukutunza siku zote. Nitahakikisha ninasimama kama mwanaume bora kwa upande wako. Naomba usifikirie kuniacha wala usifikirie kunitenga. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Le, kwa nini ujiingize kwenye maumivu aliyokuwa mimi nipo ninakupenda? Usisubiri kumpenda mtu Rose. Wala usijaribu kunipenda. Mapenzi ni hisia tamu zenye maumivu, lakini mapenzi ni kama asali iliyowekwa juu ya ncha ya kiwembe. Unalamba na kuistamu huku angani unapatwa na maumivu. Nilifanya kila kitu kwa ajili yake. Nilimpa kila kitakacho bila kumuuliza muda. Nilihangaika usiku na mchana kumtafutia. Ona jinsi anavyonifanya. Amechukua furaha yangu na kumpa mtu mwingine. Le, mimi nakupenda. Niko tayari kufanyia chochote kile. Haujawahi kuwa kwenye hisia zangu Rose, sijawahi kukupenda.
baby. So unajua Christmas kesho kutwa. So nilikuwa nahitaji milioni 2 tu. Oh, come on. Mbona pesa nyingi sana? Milioni 2 kwa ajili ya Christmas? So unajua na baba mkwe na mama mkwe na shemeji zako pia. So nilikuwa nahitaji kuwachukulia zawadi. Please. Okay. Usijali. Ni kwa sababu nakupenda. Milioni 2 nitakupatia. Na nitafanya hivi kwa ajili yako. Asante. Ndio maana nakupenda pia. Kuna nini? Ni hadithi ndefu. Ni hadithi ndefu ambayo inahitaji tukae, tuongee kwa umakini. Sina muda, Romi. Unataka nikusaidie nini? Romi, nina shida na ule mzigo. Tambua kuwa huo mzigo ni hatari sana. Na kila niliyempatia mzigo huu, wengi wao walipata matatizo. Na wengine walipoteza hata maisha endapo tu utautumia vibaya. Haizidi ile hatari ambayo inanikuta mimi sasa hivi. Nipe ule mzigo. Sina muda, Romi. Okay, mimi nakupatia mzigo. Kwa makini. Tambua mzigo ni hatari sana. Mwenzetu vipi? Mbona umerudi hata kuingia ndani hujaingia? Dada Ali. Akiamu. Hivi wewe mdogo wangu, mara ngapi na ukataza kusuli? Si nilishakwambia uachane naye? Na nikwambia yule mtu ana mtu wake. Wewe una shida gani? Dada nampenda. Nampenda. Wewe vipi? Mtu ana mtu wake, unakaa kazi kumng'ang'ania. Wewe limbukeni wa mapenzi Lakini mwanamke wake anamtesa kila siku. Wewe anakuhusu nini? Amtesa asimtese, wewe inakuhusu nini? Wewe unapata raha saa hizi. Yeye anateseka, wewe unapata raha? Mwangalie kwanza, kimekondeana. Kutwa kucha mapenzi. Hebu achana na hayo mapenzi. Siku nyingine nikikusikia, sijui nani utanitambua. Dada naomba nisaidie niweze kumpata Ali. Haki, wewe mtokee hapa. Hivi unajua utakufa wewe mapema wewe? Hivi unajua mpenzi wewe? Watu wamekufa huko mababu na mababu. Wewe nampenda.
Wanaume wameisha. Lakini dada. Aya. Ndani. Wewe, nitakupiga sasa hivi. Usinivuruge akili wewe. Haki ya Mungu jamani. Wewe unapenda dunia. Usimpende mama yako alokuzaa, mpenda Lili. Wewe ulikakupa nini? Mpumbavu mmoja wewe. Ukupaswa kunifanyia hivi mimi mwanaume mwenzako. Kwa sasa unajua uchungu ninaopitia. Kwa nini umenifanya nisiwe na chaguo? Kwa nini umenipa njia ngumu ya kupita? Kwa nini umekuja kuweka mlima kwenye njia yangu iliyonyoka ngani unajua udhaifu wa miguu yangu? James. Hata wewe wakutembea na Sabrina. Sabrina, kipi ulikosa kwangu? Nilifanya kila kitu kwa ajili yako, mbali kwa maneno mazuri na zawadi. Uzuri wako ulinifanya niamini wana hata mmeumbwa kama maua kwenye bustani isiyovutia, ili mulete mwonekano wa kupendeza. Na niliamini kwenye hayo maua ambayo Mungu kayaumba, basi kuna moja amelipendelea ambaye ni wewe. Licha maneno mazuri na kokea kwangu, lakini ukulijali hilo. Umeamua kuchukua furaha yangu na kumpa mtu mwingine. Yes. Mula lawama kuliko fedhea. Leo nakuua. Hapana, huwezi kumuua James. Na kama utamuua, bora uniue mimi kwanza. Real, nampenda.
Oh no. Hi, babe. Morning. Wewe na nimefurahi. Jamani Ray, ina maana ukumbuke chochote? Au jana zilikuwa ni pombe? Habari kaka. Unataka nini? Samani, kuna kaka namuulizia anaitwa Gerard. Nimeelekezwa kuwa anaishi humu ndani. Hakuna Gerard anaishi humu ndani. Aishi mtu wote, naishi mimi mwenyewe. Okay. Lakini mbona kama hauko sawa? Wani Brand Raider. Hebu nipe matokeo. Umemkuta kwenye hali gani? Kwa jinsi nilivyomkuta, anaonekana kabisa ni mtu ambaye hayuko sawa. Hivi, kwa nini nipa kazi ya kumfuatilia leo? Nini dhumuni lako? Mimi ni mvuvi ninaotumia ndoano. Hivyo siwezi kuvua samaki pasipokuwa na chambo. Umefanya kazi nzuri sana. Hivyo, katika yale makubaliano, nitakuongeza mara 2 ya pale. Alafu, nitakuandalia zawadi nzuri yenye kukupendeza.
hakikisha unaendelea kumfuatilia Lee na unaniletea data zote. Na kuamini sitegemei kufeli katika ile. Sawa? Sabrina, leo nimeamini kweli Mungu yupo. Yaani asingekuwa ni Mungu, leo mimi nilikuwa nimeshakufa. Rii kama asingeamua kupigiza chini zile chemical, sidhani kama ningeona miti, ningeona majani, ningeona hata na vitu vingine. Sabrina, James mpenzi wangu, kiukweli mimi nakupenda sana na sipo tayari kukupoteza. Ninachokiona kwa sasa ni bora tuondoke na twende mbali, maana Lia anaweza kufanyia kitu kibaya, anaweza hata kukuua. Sabrina, wewe unahisi hata tukienda mbali Lia hatatufuatilia kweli? Si rahisi James, si rahisi Lia kutufuatilia kwa sababu hawezi kujua wapi tumeelekea. Unajua nimejikuta na kuwa na hofu kubwa sana. Sielewi hatima maisha yangu mpaka sasa. Hebu tuondoke. Mama, mwende Azize. Za huko. Mama jamani, shiti haha. Mungu ni mwema. Vipi, mmeshavuna machungwa? Nimehamisi balaa kwa kweli. Mama, samahani, subiri nitakupigia muda kidogo. Karibu. Lee, vipi? Mbona hivyo? Hilo halina muhimu. Kumbe ulikuwa unajua kila kitu. Kumbe ulikuwa unajua hili lazima litatokea, si ndio? Lipi lile? Ulikuwa unajua ipo siku nitapitia siku ngumu isiyoisha kwenye maisha yangu. Hakuna siku ngumu isiyoisha duniani. Hii yangu haiishi. Wewe ni binafsi. Upo tayari mwingine aliona mambo ile upite salama kwenye mto. Sasa ipi thamani ya ukubwa wako wakati unaruhusu machafu yanafanyika nyuma ya pazia? Mbona sikuelewi? Unamaanisha nini? Unielewi. Haujui kama Sabrina na James wana mahusiano? Acha nikwambie kitu. Umeshindwa kuliheshimu jukwaa. Litakapokuangusha, usiulize uimara wake. Lee, hebu subiri.
Kumekucha. Na nyie vipi tena? Maana Lee kaondoka hapa sasa hivi. Shemeji, Lee ametoka hapa? Amesema nini? Lee ameshafahamu kila kitu. Na anajua kwamba mimi ninafahamu kwamba ninyi mna mahusiano. Si niliwaambia ninyi hakuna safari inayokosa mwisho wake, na hii ilikuwa ni safari ya Kaisari, haiwezi kuwa na mwisho mwema. Mpango wenu ni upi? Shemeji, kwa sasa mpango wetu ni kuondoka hapa. Hatuwezi kubaki tena kwa sababu Lee amedhamiria kutuua. Hana mpango mwema kabisa na sisi. Hivyo basi, tumekuja hapa kukuaga, tunaondoka. Hatuwezi kubaki tena hapa. James, huwezi kukimbia kivuli chako. Unajidanganya. Mimi nina mpango. Ni mpango gani huo? Ni vyema utulie. Saa ikifika, nitakuambia. Sorry, naitwa Karen. Na muda mrefu nimekuona uko mwenyewe. Ni kama hauko sawa. Ayorako. Ayorako. Hey. You know nothing about me. So stop talking nonsense. You know nothing? No. Ni mtu unaonekana kabisa hapo kwenye dimbwi la mawazo. Yaani ni kama umefiwa. Yaani kuna kitu kinakuumiza. Hauko sawa. Ni mapenzi. Mapenzi. Hata nikwambie kitu. Usijaribu kuchukua furaha yako kampa mtu mwingine. Utakuja kujua. Bana, usilie. I'm not crying. I'm happy.
Ababi. Naria. Ababi. James! Where are you, James? Sabrina! James, Sabrina, fa. Fa. Don't be happy. Don't be happy. They don't know how I live now. They don't know. This is not right. Why me? Why me? Nini kosa langu mimi? Nini kosa langu? Nini kosa langu? Nimempa kila kitu Sabrina. Why me? Why live like this now? Why? This is not right. It's pride. Kuna kitu natamani nikwambie leo. Yaani tangu nimeingia kwenye Mungu wa mapenzi, sijakutana na mwanaume mwenye shokari kama wewe. Na hichi kitu kimenifanya nishindwe kuendelea kubaki na ile siri ambayo ina manufaa makubwa sana kwako. Ni siri gani? Unamkumbuka yule dada alikuja kwa jana? Alikuja kumuulizia Gerard? Yes. Ulikuwa ni wewe? Nilikuwa ni mimi. Na sikuja pale kwa bahati mbaya. Nilikuja pale kwa kazi maalum. Kazi iliyonileta pale ni kazi ya kukupeleleza. Na huyo mtu alionituma kwako ni mtu wa karibu sana na wewe. Nani? Mtu alionituma kwako ni Romy. Romy? Yes. Romy rafiki yangu mimi. Wewe rafiki yako. Waida mke wangu, sija hapa kwa ajili ya ugomvi. Nimekuja pale tuweze kuyaweka sawa. Natambua nilikukosea. Natambua ni kiasi gani nilipoteza kitu cha thamani kwenye maisha yangu. Nimetambua kwamba siwezi kuishi bila wewe Waida. Nilikuwa naomba turudi nyumbani. Huwezi kuishi bila mimi. Mr. Mwaka. Hivi unakumbuka chochote kweli kuhusu mimi? Ile fedheha na aibu ulionipatia. Hebu fikiria kama ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
Felix mkubwa wewe. Nishakwambia iwe mwanzo na mwisho. Sitaki nikuona kwenye nyumba yangu. Unanifuatilia, unataka nini kuhusu mimi? Unataka kujua nini kuhusu mimi? Wewe kenge mkubwa wewe. Mwanaalamu. No, Mwaka tafadhali. Tafadhali Mwaka, naomba. Koma kunita jina langu. Nyoko. Shenzi mkubwa. Umenizalilisha sana. Umeniaibisha mno. Le, tokea ile siku umekuja nyumbani mpaka leo hatujazungumza chochote. Ukurudi tena, sijajua ulikutuna nini. Nilibaki kuwa na wasiwasi. Nini tatizo? Kila kitu kipo sawa Roni, ondoa mashaka. Kila kitu kipo sawa. Nimekuita hapa na maongezi kidogo na wewe. Hela, kuna hadithi kidogo nataka nikwambie. Ni hadithi ambayo ina mafunzo sana katika maisha ya sisi vijana. Yusuf mwana wa Yakubu alikuwa na nduguze 11. Naye alikuwa ni wa 12. Siku moja ndugu zake walimtupa kisimani Yusuf kwa lengo la kumuua kwa chuki tu. Lakini Yusuf aliokolewa na wafanyabiashara waliokuwa wanaelekea Misri. Na wale wafanyabiashara waliofika Misri walimuuza Yusuf kwa waziri wa mambo ya fedha. Safari ya maisha Yusuf ikaanzia hapo. Akajifunza mengi kutoka kwa kiongozi yule wa Misri. Lakini ilikuwa mwisho wa mitihani kwake. Baada ya kipindi kupita, Yusuf alionja jela kwa mara ya kwanza. Lakini Mungu akaendelea kuwa naye. Yusuf alitoka jela baada ya kufafanua ndoto iliyokuwa inamsumbua mfalme wa Misri. Na alipotoka alipewa uongozi. Najua siwezi kunielewa, lakini nafsi yangu ndio inayojua maumivu ya moyo ninayoyapata. Nitaka moja Waida nikupatia. Kwa hiyo bado ninayo nafasi ya kurudi kwako. Please. Hebu achana na yaliyopita. Kumbuka basi hata mazuri yangu tuliyofanya pamoja. Hapana. Hapana jamani, hapana. Mimi sitaki kusikia tena hivyo. Mimi hapana. Mimi hapa sina nafasi yako tena ndani ya moyo wangu. Sina. Milango yote nimeshafunga kuhusu wewe. Sina tena. Hivyo naomba uondoke. Naomba uondoke. Please mke wangu. Baba. Naomba unyanyuke. Hebu fanya uondoke. Baba. Mlango ule pale. Si umeingilia pale. Tokea pale pale. Nisemoka, naomba uondoke jamani. Naomba uondoke, bwana nichelewesha. Hebu fanya uondoke basi. Mbona kwa king'ang'anizi hivyo? Waida. Please. Jamani. Walda jamani mimi. Hivi bado uko mbele yangu mpaka sasa hivi. Mbona uelewi wewe? Fungua. Naomba utoke. Waida.
Mwaka jamani, mwaka kamuone. Kikafika kipindi cha njaa, mataifa mengi yalipata njaa, kasoro taifa la Misri. Ndugu zake wakasafiri na kuja Misri kwa ajili ya msaada wa chakula. Wakakutana na Yusuf. Baada ya kumgundua alikuwa ni Yusuf, ndugu zake wakaanza kulia kwa majuto. Wakasaga meno kwa uchungu. Walitamani miaka irudi nyuma warekebishe pale walipokosea, lakini hilo haliwezekani. Romy, hadithi ya Yusuf ina mafundisho makubwa kama utaweka kichwani. Ray, unajua sikuelewi. Unazunguka tu. Hebu nyosha maelezo. Lengo la kuja hapa ni kutaka kujua. Nilitegemea utanipa mrejesho mzuri kuhusiana na uko ulikwenda. Nataka kujua kulikuwa na nini. Romy, kila kitu kipo sawa nimekwambia. Ila nimekupa faida ya hiyo hadithi. Ishi ukiwa na hadithi hiyo kichwani mwako. Itakusaidia sana. Unaweza kaenda Romy. Kaka, vipi? Faye, hebu niambie kitu. Hivi unataka mapenzi ama unataka shule? Nataka shule. Kwani vipi kaka? Niko ni nani? Niko? Niambie, Niko ni nani? Niambie! Niko ni nani? Kaka, mimi simjui Niko. Unajua si? Hivi unajua ni gharama ngapi natumia kusomesha wewe? Najua, lakini mimi huyo Niko unayemzungumzia mimi simjui. Sasa sikiliza. Siku nikikuona ama nikisikia kitu nitachokufanya, mimi ndo najua nitakufanya nini. Mjenga wewe. Shemeji, sisi tumerudi tena. Kiukweli mpaka sasa hivi bado hatujaelewa. Tunaona muda unakwenda. Na kwa upande wangu bado na mashaka makubwa sana. Kiukweli sina amani kabisa ya moyo kuendelea kubaki hapa. Naomba uweze kunisaidia. Ni jambo gani ambalo umeliandaa mpaka sasa hivi kwa ajili yangu? Kwa
sababu naona kama Ria anaweza kunifikia wakati wowote na kutengeneza ubaya juu yangu. Naona kama ni vyema ungeniruhusu mimi nikaondoka na Sabrina. Hiyo naona kama kwangu ingekuwa salama zaidi kuliko kubaki hapa. James, mwendaji mzuri hana papara. Hutega mitego yake kwa umakini mkubwa na uadilifu. Hivi nakupasa utulie. Tayari nishakwambia nina mpango. Sasa mnaenda wapi? Ina maana hamniamini? Ni kweli dada, kama anavyosema James. Kama ni kweli una mpango, ni bora ukatusaidia mapema, kwa sababu mpaka sasa hatujui kwamba Ali ana mpango gani na sisi. Sabrina mdogo wangu, kukusaidia sitoacha. Na nafikiri unafahamu ni jinsi gani vile nakupenda. So, siwezi kuacha kukusaidia na kuhakikisha kwamba upo salama. Kwa ujue hilo la nisiwepe shida kabisa. Mpango wenyewe uko hivi. Nataka nimwaminishe Lee kwamba yote aliyoyaona kuhusu nyie ama kuyasikia yote ni uongo. Dada, unahisi dada kwa mpango wako wa kumdanganya Ali anaweza kakuelewa kweli? Lee hatacha kuniamini. Lee ananiamini kuliko unavyofikiria. Na pia ninafanya hivi kwa sababu yako pia. Kumbuka ninakupenda kuliko unavyofikiria. Nahitaji uwe salama. Pia nahitaji kuona tabasamu lako zuri katika uso wako. Huwa nimezoea kukuona ukiwa na tabasamu. Sawa sawa? Bila shaka utakuwa umegundua jambo kutoka kwa Ria. Aya, niambie, kipi umegundua kutoka kwake? Nilichogundua kwa sasa, Ria anaumizwa na mapenzi. Na inavyosemekana James anatoka kimapenzi na Sabrina. Unasema James huyu ninamfahamu mimi? Yes. Oh, come on. Hebu niambie, Ria amefikiria kufanya nini juu ya James? Ria amedhamiria kumfanyia jambo baya James. Na ikiwezekana anataka kumuua. Labda mimi niseme kitu kimoja. Kiuhalisia, Ria yuko na hasira kali sana. Na ukweli nakwambia, Ria amezamiria kuniua mimi. Sasa napata mashaka kwa hali aliyonayo, kama atakuelewa. Sidhani kama anaweza kuelewa kirahisi. Sidhani.
Come on James. Ina maana huniamini? Mimi mipango yangu mimi ni thabiti. Na sijai kukosa katika mipango yangu. Kila kitu ninachokipanga kinaenda sawa. Kwa hiyo naombeni muwe na amani. Hapo naombeni mniamini na mnipe nafasi tena. Basi dadangu, mimi nakuamini kwa kila kitu. Naomba uweze kufanya hivyo na kutegemea dadangu. Utaacha kuniamini kwa tayari ushapenda jamani. Kadogo kangu bwana. Alafu Ri hajagundua chochote kutokana na upelelezi wako? Hapana. Hajagundua chochote. Niko makini sana kwenye kazi yangu. Safi sana. Na hiyo ndio itakuwa nafasi yangu mzuri ya kupata kile ninachokitaka mimi kutoka kwa Ri. Unataka kufanya nini? Kitu ninachotaka kukifanya mimi, nitakuwa pamoja na wewe. Utaelewa tu. Sada. Sada. Unaweza kuniambia dada yako yuko wapi? Katoka ila hajaniaga. Really? Yeah. Lakini nilishakwambia akitoka hapa just call me. Unaweza kuniambia ulikuwa wapi? Haikuhusu. Wewe umenioa mimi ama mimi nimekuoa wewe? Sasa maswali gani ambayo unaniuliza? Nahitaji kujua movement zote ambazo unazifanya katika nyumba hii, kwa sababu mimi ni mume. Oh, kwa hiyo ndo nakumbuka leo, si ndio? Au unafikiri mimi mambo yako unayofanya siyajui? Nisikilize. Nikusikilize nini? Nisikilize. Nikusikilize nini? Mimi ni mtoto wa Kiislamu na haki ya kuoa wanawake hawa. Oh. Basi na mimi nitaolewa na wanaume 4. Unasemaje wewe? Kama ulivyosikia, na mimi nitaolewa na wanaume 4.
Oh, la 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 la, nilikuamini bila kipimo, niliweka moyo wangu mikononi mwako, nilijenga kesho yetu kwa ndoto, ukavunja kila jiwe kwa tabasamu bandia. I'm sorry. Thank you. Baby. Baby. Jina lako ni sauti ya kumbukizi, lakini pia ni jeraha lisilopona. Ulichagua raha kuliko thamani, uliniacha nikilia, nikikosa wa kunifuta machozi. This is the lost love, mahaba yaliyoniua bila huruma, niliyekupenda kweli nikabaki. Sabrina, kiukweli mimi mpaka sasa hivi sijaelewa chochote, na mpango wa dada yako haujaniingia kabisa akilini. Yaani kirahisi tu anasema eti atamdanganya Lina kumuelewa. Kirahisi tu. Wewe mwenyewe unajua kila kitu kinachoendelea mpaka sasa. Mimi ninachokiona, dada yako ana mpango mzuri na mimi. James, mimi niko pamoja na wewe. Kiukweli hata mimi sijauelewa mpango wa dada, kwa sababu Lee sio kwamba amehadisiwa, ametuona mwenyewe kwa macho yake mawili. Unadhani itakuwaje hapo? Na hicho ndio kitu ambacho mimi kinanipa shida. Yaani nashindwa kuelewa kabisa. Yaani hakuna mtu aliyemsimulia. Ameona kila kitu kinachoendelea baina yetu. Na sitoshe mpaka sasa hivi najaribu kuwaza sijui ni nani aliyemwambia. Kwa sababu tumejitahidi kadri ya uwezo wetu kuficha hii siri asijue mtu yoyote. Ile jambo lilikuwa nalijua mimi, wewe pamoja na dada yako. Wewe unafikiri nini kimetokea? Oh, la 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 la, nilikuamini bila kipimo, niliweka moyo wangu mikononi mwako, nilijenga kesho. Hivyo unajua anachokifanya shemeji yako, mimi ananikosea. Hivi nimfanye nini huyu mwanamke? Unaweza kuamini kwamba hajalala hapa ndani ndio saa hizi anarudi sasa hivi, alafu kila ninachomwambia ananijibu nonsense. Hivi hizi drama zako station nini? Drama? Drama for what? Lini utakuwa mwisho wa hizi drama zako? Unajaribu kutaka kuongea nini? Umeshasahau kwamba yule mimi ni mke wangu na anatakiwa kufuata sheria na menendo ya nyumba na misingi ya nyumba niliyoiweka. Ndoa sio kifungo, Niko. Yesi punda mbebeshe mizigo muda wote anaotaka, mingine astahili. Anataka upendo kutoka kwako. Sio hizi drama zako zisizoisha, Niko.
kuna zinanyasa hisia zake. Hivi unajua inauma kiasi gani kumwona mtu unayempenda anatoka na mtu mwingine? Ni kawaida yako. Kila siku mtu kubadilisha wanawake tu. Ni misalaba yako mingapi niliyoibeba? Ni kweli kama James. James? Si unanipenda? Nakupenda sana James. Na upo tayari kuishi na mimi? Naomba usikilize kitu kimoja. Kwa sasa mimi nataka tuondoke mimi na wewe. Haina haja dada yako kujua tumeenda wapi. Mimi nitajua wapi tunaenda. Unanielewa? Lakini James, huoni kama tunafanya makosa kumtoroka dada? Kwa sababu ndo msaada wetu kwa sasa. Kwa nini tusisubiri? Anaweza kutusaidia. Umenielewa mpenzi wangu? James anaingiliana vipi hapa kwenye familia yetu? Kati ya mimi na wewe na mke wangu. James anaingilianaje hapa? James kachukua furaha yangu ngali bado mimi nahitaji. James kamchukua Sabrina. What? James huyu? Bila kipimo. James huyu? This is not fair. Remember, nishakukwambia lakini kwamba James si mtu mzuri kwa upande wetu, lakini hukutaka kunisikia. Leo limekufika eh? Okay. Relax. Nitajua cha kufanya. Unataka kufanya nini? Calm down. La 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 la. Nilikuamini bila kipimo. Niliweka moyo wangu mikononi mwako. Fame mdogo wangu, nimekuita hapa lengo ni kupatia zawadi nzuri yenye kukupendeza. Na ina imani utaifurahia. Huyo unamwona mbele yako ni wifi yako, anaitwa Kendi. Nilikuwa naye muda mrefu tu, sema alisafiri kidogo kwa ajili ya kwenda kuona wazazi. Ni mwanamke ambaye nimemchagua. Naona mwanamke ambaye atanifaa kabisa katika maisha yangu kwa muda huu. Hivyo nitaomba ushirikiano wako. Sawa? Kende, huyu ni mdogo wangu, anaitwa Face. Sema yeye ni mwanafunzi, muda mwingi anakuwa chuo, ndio maana kubahatika kumwona. Nawe pia nitaomba umpe ushirikiano. Usijali. Wifi, karibu sana nyumbani. Asante. Hivi ulisema unaitwa nani vile? Naitwa Kendi. Kendi. Karibu sana nyumbani. Asante.
This is the lost love, mahaba yaliyoniua bila huruma. Hivyo mdogo wangu, uombea utauacha lini? Lakini kwa nini unakuwa hivyo? Halafu maisha sio mtoto wa kiume. Umefanya umbea wako. Unajua kimetokea nini huko ulikotoka? Wakiumizana, wakiuana, wewe utafaidikana nini? Usiniite mimi mbea dada. Umbea ni kazi. Mr. Lee mimi ni bosi wangu. Nawezaje kukubali nyang'anya tonge mdomoni? Haliyakuwa tayari alishamtolea posa Sabrina. Inakuhusu wewe? Mimi inanihusu. Pale ninapomkuta Mr. Lee ana mawazo mengi. Stress zimemjia kila siku. Kila siku amekuwa ni mtu kutoa machozi dada. Kwa hiyo anawaza kwa ajili ya hiyo posa alotoa. Tufanye unavaa viatu vya Mr. Lee. Wewe ungekubali? Mdogo wangu, achana na habari hizo. Mambo hayo ni watoto wa kike, sio mtoto wa kiume. Afu kingine, mapenzi hayaingiliwi. Unaweza ukaingilia leo, kesho wenzao wakapatana. Hujaonekana mbaya kwenye macho ya watu. Sasa kama siri mimi tayari nishaitumbua. Na kinachoniuma zaidi, Mr. Lee na James ni watu marafiki. Wewe ni kazi yako hiyo? Ya mimi ni kazi yangu, maana naona Mr. Lee anapata tabu sana. Na sitokubali kuona bosi wangu anaishi kwenye hali kama ile. Aliyakuwa mimi kijana wake nipo. Nitapambana kadiri ya uwezo wangu ili Sabrina arudi kwa Mr. Lee. Iwe isiwe, ili roho yangu isuzike. Hapo hautaona mbali. Mbea zitaisha. Kwa muda huu naona mdogo wangu utakuwa umeshachelewa. Kwa sababu huyo Sabrina angekuwa anampenda Mr. Lee, asingekubali kuwa na James kila sehemu watu wanawaona. Wanawake nyinyi ni watoto wadogo, mnadanganywa na vitu vidogo sana. Tunaweza kumrudisha Sabrina na Mr. Lee. Na kwa pia jidanganye. Au sio? Mambo hivi? Salama. Nimeangalia maziwa kwenye friji, naona hamna. Sasa sijui unaweza kutoka sasa hivi kwenda kufuata? Umeona nipo kwenye banda la ng'ombe kwamba ninakamua maziwa. Hivi unajikuta nani hasa kati yangu mimi na wewe? Nani anayepaswa kumtuma mwenzie? Alafu nimesahau kukuuliza, upo darasa la ngapi? Inaonekana elimu yako ni ya shule ya msingi. Haujafundishwa bado nidhamu. Yaani kutambulishwa jana, leo umeanza kutuma watu. This is the lost love, mahaba yaliyoniua bila huruma.
Ni bora hata nimekuona wewe mama. Hivi wewe mama, una akili kweli wewe? Unawezaje kumkodia mdogo wako kwa James aliyakuwa tayari ulishakula pesa za Mr. Lee? Kwa hiyo umeona salamu sio muhimu? Oh. Kama naona salamu ni muhimu, basi ungemheshimisha huyo mdogo wako aliyakuwa tayari ulishakula pesa za Mr. Lee, ungemheshimisha aolewe na Mr. Lee kuliko kumvunjia heshima na kumtafutia huyo mwanaume unamjioe James. Mama, unachomfanyia mdogo wako utakuja kukijutia. Hivi unajua kwa sasa Mr. Lee anapitia hali gani? Wakati tunaleta pesa zetu, ulitupokea kwa mikono miwili. Sasa hizi unatuona kama ni watu tusiokuwa na thamani. Kuwa makini na pesa za watu. Sasa nataka nikupe umbea kidogo. Hii ni kama ofa kwako. Mr. Lee amepanga kuwafika ninyi nyote. Wewe, Sabrina na huyo mpuzi wenu James. Iweke akilini hiyo kwa ajili ya usalama wako. La sivyo utaolewa wewe. Habari yako? Nzuri, karibu. Thank you. Nilikuwa na shida kuonana na boss wako. Okay. Ulikuwa na appointment nayo yote? Fana. Shida yangu private. Okay. Ni shida gani hiyo ambayo naweza nikaijua? Hii ni shida yangu mimi na yeye. Shida yangu binafsi. Ningekuwa na shida kuzungumza na wewe, basi ningezungumza na wewe. Lakini hii inamhusu yeye. Oh. Okay. Ngoja. Nakuja. Mr. Rico, ulipanga kuja hapa au umesahau ulikokuwa unaelekea? Nesi, umekuja kuelekea shule baada ya kutimiza milango yako, si ndio? Mwaka. Katika maisha ambayo tunaishi, binadamu wote sisi huwa safi kabisa. Iwapo tu hawajakutana na binadamu mwingine wakafanyiana makosa. Lakini binadamu wanapomkosea binadamu mwenzie hujenga fikra za kulipita kisasi. Mara nyingi huu ndio unakuwa mwanzo wa ubaya. Mimi sikuja kwa lengo la kwako wewe. Nilikuwa na shida kuonana na wewe mpumbavu wako James. Nina maswali yangu mengi sana ya kumuuliza na yeye ndio mwenye majibu yake. Wakati mwingine mwelevu hujifunza kabla hajafunzwa.
na nimejifunza kutambua malengo ya watu wajinga wa aina yako. Mr. Rico, wewe na James wapi na wapi? Tangu lini wewe ukawa na karibu na James? Unaniletea janja ya nani kwenye shamba langu? Careful. Utaumia. Nasikitika kati hao wajinga ambao umewatambua kwenye kitu chako, umeshindwa kujitambua wewe mwenyewe. Lee, mwanangu, umeamua leo kuja kunitembelea, lakini mbona ghafla hivi? Kwani tusingepeana taarifa ili ukute mambo mazuri mwanangu? Mzee wangu, kwa kipindi hiki kigumu nachokipitia, hata kama ungenipa Sarwa nisingeweza kuhisi ladha yake. Kwa sasa nakula tu ili niishi nijue hatima yangu. Lee, mbona sielewi? Una nini? Nini maana yake kuzungumza maneno haya? Nini ambacho kinachoendelea ndani ya Dungu wakati mimi niko nje mwanangu? Hivyo unajua chochote kinachoendelea kati yangu mimi na Sabrina? Kinachoendelea mimi naona ni maandalizi ya ndoa yenu. Hamna kitu kingine. Kwenye sura yako naona kama kuna jambo zito linakusibu. Hebu niambie mwanangu, nini kimekukuta? Mwana Walda anajaribu kuikumbatia dhambi ambayo sijui na faida gani kwake. Anajaribu kulibeba penzi la James na Sabrina wakati anajua fika Sabrina ni mchumba wa mtu. Mwaka, hivi unatambua kwamba James anatoka kimapenzi na Sabrina? What? Yes. Aliyakuwa wewe unatambua kila kitu, each and everything unajua. Na wewe ukabeba jukumu kubwa sana la kuhakikisha unasimamia ndoa ya Lee mwanzo mpaka mwisho. Vipi leo umeruhusu mpumbavu mmoja ambaye mdogo kabisa kutoka kwenye ofisi hii atembee na shemeji yangu mimi sasa? Nisikilize. Kama umeshindwa kumfunza nidhamu James, basi mimi nitamfunza. Siku zote chizi umuita chizi na kufurahia ukiwa unamuona kule barabarani akiwa atoke kwenye zao lako. Unanijua vizuri sana. Funze namna gani ya kuishi. Kama utashindwa kumfunza vizuri, basi mimi nitamuelekeza namna gani ya kuishi. Utakie kazi njema. James. Sabrina. Siamini ambacho unachokizungumza. Hivi una uhakika na hayo unayoyasema? Mwanangu Lee, kuwa makini na usiamini kila jambo unalosikia au unaloambiwa. Binadamu hawapendi maendeleo ya binadamu wenzao. Halafu kwa jinsi nilivyo walea Sabrina na dada yake, hawezi kufanya vitu vya kiuni kama hivyo mwanangu. Hebu jaribu kuwa makini. Mzazi umlea mwanae kwenye malezi yaliyonyoka. Ila mzazi ubaki kwa somo tu na dunia ndiyo mtihani. Watoto wengi wamesahau malezi ya wazazi wao. Ila wenye akili wameyakumbuka na kufaulu. Sina mashaka kabisa na malezi yako mzee wangu. Ila watoto wako wamesahau malezi yako. Hili jambo sikuambiwa wala sikusikia kwa mtu yote. Hili jambo nimeliona kwa macho yangu. Lee mwanangu, una uhakika umeiona kwa macho yako kabisa?
Sasa kama wewe umeona kwa macho yako mwanangu, kuna jambo gani nitakaloliongeza hapo? Ila kikubwa ni kusii, haya majambo yanarekebishika. Tulia, usifanye jambo la aina yoyote, niachie mimi. Mimi ndo jabari, siku zote tembo au mshindi mkonga wake. Taliweka sawa hili jambo. This is the lost love, mahaba yaliyoniua bila huruma. Niliyekupenda kweli nikabaki kivuli cha mapenzi yaliyokufa. Why did you walk away? Ulienda kwa yule asiyejua thamani. Jamani Lee, kumbe uko hapa muda wote. Ya, nilikuwa na ushangaa uzuri wako. Unajua, uzuri wako unanipa maswali mengi kuliko majibu yake. Huwa anajiuliza, Mungu alitumia muda gani kukuumba mpaka kufikia uzuri huo uliokuwa nao? Amekufanya umekuwa mwanamke mwenye uzuri wa kipekee kabisa. Na kwaidi, niko tayari kumuua hata simba msituni hili usiguswe. Nakupenda sana Sabrina. Nakupenda sana Lee. Nipo tayari kuishi na wewe miaka yote. Unajua nini baby? Yes, my love. Natamani ndoa yetu iwe hata kesho. I love you. Machozi yananitoka nikikukumbuka, moyo watama, kila neno lako linarudi kama laana. Nilikuamini niliweka moyo wangu mikononi mwako, nilijenga kesho yetu kwa ndoto. Wewe ukavunja kila jiwe, tabasamu bandia. Jina lako ni sauti ya kumbukizi, lakini pia ni jeraha lisilopona. Ulichagua raha kuliko thamani.
haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti voicemail baada. Shikamo kaka. Unaweza kuniambia umetoka wapi? Nilikuwa kwa rafiki yangu. Ulikuwa kwa rafiki yako sio? Mara ngapi nakuambia usitoke hapa nyumbani bila kunipa taarifa? Kaka, ilikuwa ni emergency tu. Rafiki yangu alinipigia simu, anaumwa sana, alafu yuko peke yake. Una uhakika? Ndio kaka. Oh, la 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 la, nilikuamini bila kipimo, niliweka moyo wangu mikononi mwako, nilijenga kesho yetu kwa ndoto, wewe ukavunja kila jiwe kwa tabasamu bandia. My brother. Hivi unajua kwa nini wasichana wengi wanaachika kwenye ndoa zao siku hizi? Kwa sababu akina mama wengi hawafunzi watoto zao jinsi ya kuishi kwenye ndoa. Hawafunzi maisha ya ndoa. Wanawafunza jinsi ya kuwakea waume zao. Wanaporudi kutoka kazini, wavue viatu, wainjikie maji na kuwakanda na kuwa bunifu kitandani. Wanasahau kuwa ndoa ni maisha, na maisha siku hizi yamebadilika. Mwanamke sio chombo tu cha starehe kwa mwanaume. Bali mwanamke ni kiongozi wa pili badala ya mwanaume. Kuna wakati mwanaume anahitaji ushauri kutoka kwa mkewe. Anahitaji uvumilivu wake pamoja na maamuzi yake magumu. Na umempata mwanamke wa aina hiyo. Lakini cha kushangaza, unachezea shilingi yako chooni kwa kuona shilingi za watu wengine. Umekubali kumpoteza mwanamke wa maisha yako kwa tamaa zako za macho. Unakosea brother. Ndugu wangu, siku zote siri ya mwenye shughuli anaijua mwenye shughuli mwenyewe. Siri ya mimi na mke wangu naijua mimi na mke wangu. Na ukumbuke, nyumba ina siri kubwa sana. Wewe bado mdogo. Mimi kakako najua mengi sana. Hichi ambacho mimi nakipitia hapa sasa hivi, na wewe pia kinaweza kukukuta. Hivyo be careful. Hivi, unaweza kuniambia wifi yako yuko wapi? Wifi? Kwani hayupo ndani? Kwa sababu kipindi naondoka nilimwacha. Ina maana angekuwepo huko ndani, ningekuuliza wewe. Kaka, mimi sijui. Nachojua ni kwamba kipindi naondoka yeye alikuwepo hapa na nilimwambia kuwa natoka naenda kumuona rafiki yangu. Are you sure? Yeah, I'm sure.
unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti voicemail baada ya mlipo. James, numbers. Naona umekuwa sasa kiasi kwamba umeamua kunivua vazi langu la heshima nililovishwa na watu wanaoniheshimu na kunithamini sababu ya tamaa zako. Boss, bado sijakuelewa. Hebu nitoe kwenye upofu wa mfumo, uniweke kwenye mwanga ili nione. Bora mimi niliyekuwa kwenye upofu wa mafumbo kuliko wewe uliyeniweka kwenye upofu wa matendo. Bado sijakuelewa bosi. Utanielewa tu. Wewe na Sabrina, ni kitu gani ambacho kinaendelea kati yenu? Bosi, nafikiri wewe mwenyewe unafahamu. Sabrina mimi ni shemeji yangu, ni mchumba wa Rii. Hata hivyo James, usitake nifike mbali. Usitake nifike mbali James. Oh no. Mimi sio mtoto. Nakuita hapa na kuuliza, mimi sio mtoto. Najua kila kitu kinachoendelea kati yako wewe na Sabrina. Sikia James. Mr. Nico namheshimu sana. Haijalishi ni kiasi gani tuna tofauti mimi na yeye, lakini maneno yake huwa nayasadiki. Nataka unithibitishie wewe na Sabrina ni kitu gani ambacho kinaendelea kati yenu. Bosi, naomba nizungumze jambo. Kiukweli mimi na Sabrina kwa sasa ni wapenzi, na sio kama tumetarajia, isipokuwa kwamba tumejikuta tukiingia kwenye siga hasa mapenzi mimi na yeye. Lakini naomba unisamehe sana bosi wangu. Please. No. James, nilikuamini sana. Sikujua kama nafuga chatu kwenye zizi la mbuzi. Hivi umefikiria kwamba itakuwaje endapo Waida akijua huu upuuzi unaofanya? Nitamwambia nini? Kwa sasa ni kwamba dada yake Sabrina anafahamu kila kitu kuhusu mahusiano yetu. Unasema? Jina lako ni sauti ya kumbukizi, lakini pia ni jeraha lisilopona. Ulichagua raha kuliko thamani, uliniacha nikilia, nikikosa wa kunifuta machozi.